Wiki ilikuwa breakthrough living stewardship of prayer. Ni kwamba kupata ushindi katika maisha ambayo tunaoishi. Na nataka niseme hivi, is a positive breakthrough. Wajua kuna ushindi ambao utapata ambao ni wa kinyume. Habari itatangazwa, sio habari ya kumtukuza Mungu. A positive breakthrough katika maisha ya Mkristo ambaye alikuwa pale. Na hadithi yetu ilijengwa katika mtumishi mmoja ambaye Mungu anamfurahia kwake. Anasema kwamba Daudi ni mtu ambaye anafuata moyo wangu. A man after my heart. Daudi akiwa mdogo anaitwa na Mungu. Kwa hivyo hadithi yetu itakuwa msingi wake katika kitabu cha Samueli wa kwanza 17. Ninamzungumzia mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa ni Daudi ambaye ameitwa. Kwa hivyo katika mwanzo wa somo hili ilianza kuzungumzia juu ya Daudi akiwa mdogo, akiwa mkubwa, yale aliyofanya na sifa aliyoleta mbele zake Mungu, kumtukuza Mungu akiwa wakili. Tukaangalia ni jinsi gani wakili huyu anaanza na anakuwa. Nataka niseme hivi, wakili, kila wakili anaitwa na Mungu. Kila wakili anaitwa na Mungu na anachaguliwa na Mungu. Neno la Mungu nasema, kwa maana wengi huitwa, wachache hufanya namna gani? Uchaguliwa. For as many are called, but a few are done what? Are chosen. Ni mambo ambayo tutaangalia katika wakati wa leo. Unaposoma kitabu cha Mathayo 22 fungu lake la 14 inasema kwamba kwa maana ni wengi ambao wanaoitwa, lakini ni wachache wanachaguliwa. Kwa hivyo kwa haraka nataka niseme hivi, wengi wanaitwa, wachache wanachaguliwa. Lakini I want to change it this way. Many are called, but I am chosen. That's why I want us to concentrate on David as a person. Maana Mungu anapotaka kuingia katika nyumba ya Jesse ambaye ana watoto, anaita mtumishi wake Samueli, anamwambia enendeni katika nyumba ya Jesse unichagulie mtumishi ambaye nitakayetumia kwa ajili ya ukombozi wangu kutoka kwa watoto wa Israeli ambao ni watumwa mikononi mwa the Philistines. So he sent Samuel. And so today I want to say you are being here. Uwepo wako katika kanisa leo mchana huu ni kwa maana Mungu aliita akakutoa katika kisa ukiwa pamoja na wengi, akakuita leo hii uje kanisani uweze kuwa wakili ili kutangaza fadhili zake jinsi alivyo Mungu. Tulipokuwa asubuhi katika lesson discussion, na mimi wale walikuwa pale, tulisema kwamba hukuitwa tu, uliitwa usimame ili utangaze fadhili zake Mungu. Unapoondoka, unapotangamana na watu wanapokuona wanaona Mungu kupitia kwa maisha yako. How do people see you? Watu wanakuona namna gani? Wamama, najua nyinyi mnapenda kuingia katika chama za kina mama. Mnapenda sana, mna groups of many women that you meet. But when you sit in that meeting of women, merry around, how do people see you as a woman? When you open your mouth, unaposema, unapotoa kusumusa wewe mama, watu wanakuona namna gani? Ama utakaposimama unasema wacha tu niongee kidogo, watu wote wanafunga macho, wanasema kweli yule mama amesimama kusema, hatujui atasema nini. You speak words of wisdom before them. Unazungumza neno ambalo litawajenga, ama utazungumza neno ambalo litawafuja moyo wakijua kwamba kila wakati unapopatiwa nafasi you speak negative things. A breakthrough that is possible before God. Yaani unapozungumza, unaposimama kama wakili wa Mungu, unazungumza mambo ambayo yanamlenga Mungu. Neno la Mungu nasema katika kitabu cha Samueli hicho 1:17 kwamba Mungu akamtuma Samueli, Jesse, yaani mtumishi wa Mungu ambaye ni Samueli, akamwambia nenda katika nyumba ya mtumishi wangu ambaye ni Jesse, unichaguliwe kijana ambaye nitakayemtumia. Nataka tuanze, na kabla ya kwanza hebu tuombe mbingu itupatie nafasi ili tuweze kuanza katika ibada hiyo. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asubuhi njema tumerudi mikononi mwako. Miguuni pako Baba tumenyenyekea katika unyonge wetu, tukiomba uwepo wako na Roho wako Mtakatifu aweze kulifunua neno lako, ili kwamba watumishi wako ambao wanaosikiza
Baba waweze kupata ufahamu wa wito, na Baba kuitika kwamba tupo ili tuweze kuondoka kwa ajili ya utukufu wako. Niongoze Baba, ninapopungua Baba uweze kuongezeka, ninaponyenyekea Baba uweze kuinuliwa katika ulimi na usemi wangu ambao Baba hujasoma. Baba unipe sauti ya hekima ili watoto wako wasinione, wakuone wewe uliye juu mbinguni. Jina lako litukuzwe, katika Kristo tunaomba na kuamini. Nasema neno la Mungu nasema, mtumishi wa Mungu ambaye ni Daudi anaitwa na Mungu, na anapoitwa anaitwa katika wito huu kwamba kati ya wengi ambao wanaokuwa ni wachache wanaochaguliwa. Basi katika kitabu hiki cha Samueli 1 fungu lake la 16:1, Daudi anapakwa mafuta, na anapopakwa mafuta ni jambo ambalo unapoliangalia unaona kama ni jambo la kawaida. Anamwambia, nenda katika nyumba ya Jese uweze kunichagulia mtu ambaye nitakayemtumia. Anapofika pale kama kawaida, watoto wa Jese wanaitwa kina Eliab, Abinadab na Sham, wanaambia njoo. Anapowaona kama mtumishi wa Mungu Samueli, anaona Eliab akiwa mkubwa na umbo lake lafanana na Sauli ambaye alikuwa mfalme, akasema kwa kweli huyu ambaye amekuja ni yule niliambiwa na Mungu niweza kufanya namna gani kumchagua. Mungu akamwambia sio huyo nimechagua. Alafu akapita mwingine Abinadab, anaye alipokuja alikuwa amekuwa mkubwa, naye Mungu amempatia mwili, na Mungu akasema sio huyo. Akafika watatu akapita, na kwa jinsi ambavyo mwanadamu anavyoona, mtumishi wa Mungu Samueli akafutika moyo, akasema kwamba sioni mtu. Mungu akamwambia bado ngoja, na akauliza Jese, akamuuliza kwani una mtoto mwingine ambaye yupo? Akasema kuna kijana kadogo tu, kazi yake Marisoli, kako pale. Akamwambia nimuite, na alipokuja Mungu akamwambia huyo ndiye nimechagua mikononi mwako, na mkabidhi mpake mafuta aweze kuwa mtumwa wangu. Neno la Mungu linatuambia kwamba jinsi vile mwanadamu anapoona sio Mungu anapofanya namna gani anapoona. Haijalishi katika maisha yako, in situation that umeshakuwa umepita, umesimama, watu watakwambia kwamba wewe ni mdogo, wewe una pesa, wewe una eloquence, huwezi kuzungumza vizuri, kwa hivyo utakaa vile tunataka. Lakini jinsi vile mwanadamu anavyoangalia sio vile Mungu anafanya namna gani anavyoona. Watu wataangalia pesa, watu wataangalia umbo, watu wataangalia ushawishi ulionao, lakini Mungu, neno la Mungu nasema yeye huangalia moyo ambao umekubali kutumika katika kufanya kazi ile. Basi tulipokuwa tunaanza tukaona mambo machache yafuatao that God chooses before you accomplish. Kwamba Mungu anataka kufanya kazi, hata kuja aseme kwamba leta CV yako iloboge. Bring your CV so that I can know how far you've gone. He doesn't look at the CV of what you've done. He looks at you before he makes you a person to go and accomplish what he wants to do. Amen. Kwa maana wanadamu wanasema kwamba tuletee your CV, tuangalie umefanya makubwa kiasi gani. Ulifanya kazi wa what experience do you have? God does not require experience. He makes you be experienced. Yani he qualifies the unqualified. Amen. Unqualified. Mungu hufanya asiyekuwa mtu awe mtu mbele zake. Daudi akiwa mdogo alifanya kusudi Mungu awe ni mlinzi wa kondoo ya baba zake. Katika ulinzi pale anakutana na changamoto kubwa. Mungu anamneemesha, anasema mimi nikiwa nalisha kondoo za baba zangu, anakuja lion, anakuja tepea mikononi mwake, anashika kondoo wa baba, na mtunanie Mungu na mchukua yule kondoo kwa mdomo wa simba na mnyang'anya. Ananiwezesha Mungu. Nilipokuwa nasoma jambo hili kwamba wengi wetu ambao wako hapa, hata hisa tu ya usiku umbo wa mtu akapweka itakuwa ni nduru kiasi, hata utasangaa kwamba kweli wanamfahamu Mungu. Ndio kwanza atakayetajwa kusema pale, oh babangu, mama yangu. Hata Mungu ambaye ni Mungu hata sehemu hata kidogo hapatikani katika maisha kama yale. Lakini Daudi anasema kwamba nalimtumaini nani? Mungu wangu, maana aliniokoa from the paw of the lion
and bear. Maana alimtumaini. Kwa hivyo sehemu ya kwanza tukana kwa haraka kwamba Mungu huchagua kisha huita kisha anachagua. Ya pili, God does not choose by looking. Hiyo nimesema. Na ya tatu, God's timing is the best as a steward. Muda mwingi unaweza kuwa umeomba kwamba Mungu ikiwezekana ili jambo litendeke katika wakati wangu, but God's time is the best. So Daudi anapochaguliwa akiwa mdogo akuwa mfalme immediately. It took 15 years to wait to be the king of Israel. 15 good years waiting, being prepared to be a king. Wapendwa, kwa sababu hatuna subira ya maisha ambayo tunataka kukaa, particularly most Christians, we are not so patient in what we live. Ungetaka kesho hiyo ukiomba Mungu akupatie gari, hata ukienda training ya kuendesha gari, you just dream overnight, unasema Mungu nipatie gari. Unaamka asubuhi unasema Mungu niliomba hata hii gari nimengoja, sitafanya namna gani? Sitapata. Hata Mungu anajua kwamba utaendesha gari kwa kabla hujaenda training school. So if you are given that car without being a qualified driver, what happens? You will perish. So God needs to take you through a process that He calls you, He trains you, He equips you, then He sends you to go and do what He wants you to do. Amen. Mungu hawezi kukutuma kabla hajakufundisha. Anapokuita katika darasa la ubatizo, anakuita kanisani, anakuambia njoo nikufundishe. Anakupatia mafungo, unatazama maisha jinsi ulivyokaa katika giza, unakuja kujua kwamba kweli nilikuwa naishi katika giza hii. Na yeye Mungu ni mpole, hakuharakisha kuambia acha maisha ya zamani, anakuambia step by step, I'll take you through to know, so that you can say I wish I knew. Unaacha pole pole. So that's God we're talking about. Ni kama mwanadamu unataka saa hii uweze kufika pale na uweze kufika. So God's timing is the best. So siku ya kwanza tukajua kwamba Mungu huita na uchagua. Siku ya pili tukaweza kuangalia kwamba wakati Mungu amekuchagua, anapokutuma, Mungu uruhusu majaribu yaje ili kukuimarisha katika imani. So immediately David is sent, anapochaguliwa, anapoondoka, anakutana na changamoto za maisha katika maisha yake. Lakini kwa sababu Mungu anajua, kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10 inasema hakuna jaribu lililokuja kwa mwanadamu lisilo la kawaida. Na ninapokuja anasema mimi Mungu ni mwaminifu, nitatafuta njia kwa wewe kuondoka katika hilo jaribu. God cannot try you beyond your ability. Hawezi kukujaribu kiasi kwamba utaweza. Kwa hivyo changamoto zinakuja na maisha ya Mkristo, immediately you choose God, you start being tempted. So happened to our son Jesus Christ. Na Mungu anasema immediately Jesus Christ was baptized, Roho wa Mungu akamwelekeza kwenda jangwa, na anapokwenda jangwa 40 days anapoomba, Satan, the devil came to him, akakuja kumjaribu, akamwambia kwamba wewe ni mwana wa Mungu, naomba mawe haya uweze kuyabadilisha yaweze kuwa mkate uweze kula. Unajua watu wengi tunaposikia habari za Yesu kujaribiwa katika jangwa, tunasikia kwamba ni kazi rahisi. How many of us have fasted for 24 hours? Wakati wazee wa kanisa walisema itakuwa ni fasting, ukasema kwa kweli utafast. Wacha na hii ya kusema 6 hours, unakuja saa 2 unasema rangi utakula, alafu saa 10 unaharakisha kwenda. I'm asking for 24 hours for the sake of God. 24 hours. Wala ambao mbida Mungu asikubariki. Now me I'm talking about 40 days. Jesus Christ in the desert for how many days? 40 days. And the devil knew that Jesus was weak. So he approached Jesus, akamwambia kama wewe ni mwana wa Mungu, najua uko na njaa, jabadilisha yale mawe yaweze kuwa nini? Mkate uweze kula. What did Jesus say? It's written, for man shall not do what? Live on bread alone, but by the word that cometh from the Lord. Yaani kwamba imeandikwa mtu ataishi kwa mkate, lakini katika kumtumaini Mungu katika yote, Mungu atatuwezesha. Tukaangalia mambo matatu katika verse hiyo in the book of Ephesians 4 verse 13, that we can do everything through him who gives us strength. Tunayaweza yote kupitia kwa yeye anayetupatia nini? Anatupatia nguvu. Kwa hivyo katika maisha ya changamoto zote zinazokuja kwako kama mwanadamu, ukimtumaini Mungu, Mungu anakupatia nguvu ya ushindi, the breakthrough of life that you need in Jesus Christ. You can't do it by your own.
hutaweza kwa nguvu zako. Kwa hivyo Daudi katika siku ya pili ikawa kwamba kuna majaribu yanayokuja, na anapokuja challenge hizo ni kwamba David alipotoka kwenda kuona ndugu zake akakutana na vita ambazo zinaendelea. Akakutana na mtu mmoja mkubwa anaitwa the giant. He met the giant na akamwona kwa haraka, maana anapotoka nyumbani akasikia ndugu zako wote wanapigana katika vita na face. The fight looked so far. The word of the Lord in the book of Psalm 17 kwenda pale mbele, neno la Mungu nasema kwamba babaka akamwambia, chukua maji, chakula, uwapelekee ndugu zako uweze kuangalia wanaendelea namna gani katika vita, na unilete habari. Daudi akaondoka akijua kwamba vita siko mbali. Alipofika karibu akakutana na wana wa Israeli. Kundi moja liko pande on the far, and they were terrified about the Philistines. Nataka kusema hivi, wapendwa, wengi wetu ambao tuko hapa, sometimes unasikia kwamba watu ni wagonjwa. Hujaikuwa mgonjwa. Unasikia watu wanaranja. Hujailala njaa. Unasikia kuna shida siko watu unaposikia television inasema kwamba people are dying because of vita, mambo mengi. Unasema ngai, hivyo ndivyo watu wanapitia. You never. But then when he was hurt, there was war. He slowly approached the war praying. And the problem that was so close to him than he had expected. Mipana aliona wana wa Israeli ndugu zake wanasimama wanakiteliwa na Wafilisti, wanaambiwa kwamba he is the servant of Saul. Are you ready to come and fight? And the problem was so near to him, and he took it personal. Nataka kusema hivi, kuna wakati shida ambayo ulikuwa unaona iko kwa nini, iko huko pale kwingine, inakuwa so close to you that you need to intervene as a person. So the problem in day 2 became so close to David, na alipokuwa anaona ni kubwa kwa karibu, it became so huge. Because akasikiza the Goliath akitukana na wana wa Israeli, akawaambia, nyinyi the servant of Saul. And they said, this man doesn't know who we are. We are the chosen race of God and royal priesthood, not the servant of Saul. Akamwambia kwamba wewe hukujua kwamba hawa sio watumishi wa Sauli, hawa ni watumishi wa nani? Wa Mungu. Na jambo hilo likamkasirisha. Mpendwa, sijui wewe siku moja umesimama pale ulipo, watu wakakwambia wewe msabato, wakakuita msabato kwa sababu unashiriki siku ya Sabato. Wakasahau mwenye kukwambia Sabato sio yako, ni siku Mungu aliyeumba, akasema katika siku ya 7 utapumzika, maana ndio siku Mungu aliumba akapumzika. Sabato ni yako ama ni ya Mungu? So by obeying the Sabbath, whom are you obeying? God himself. Najua kuna wenzetu wako hapo. Ulienda kasini ukasema kwamba unajua mimi siku ya 7 sitafanya kazi. Your boss looked at you. Akakuangalia ndugu, akamwambia, you must come. I'm the boss. You can't tell me about the Sabbath. Nyinyi mnao pumzika siku ya 7. I don't know whether you've been looking. Yani umekechaliwa siku ya Sabato, sijui. But me myself, I've gone through that. Nitaangalia kama hiyo Sabato itafanya namna gani? Itakulisha. Ni kama unachukua kidole yako unaweka katika mboni ya nani? Ya jicho la Mungu. Unamwambia kwamba nitaona kama hiyo Sabato itakulisha. Na wewe bado unasema ni Kristo. It doesn't matter who you are when you reject God himself. Na Mungu anasema kwamba wakajaribu, ni kama waliweza kushika mboni ya Mungu, na Mungu yeye anayosikia mwenye Sabato akaweza kukashirika. Siku hiyo akasema kwamba the challenge didn't go away. For 40 days the giant will come. Anatangaza, anasema kama kuna mtu kati yenu ambaye atatoka pigana na mimi aweze kuja. Akasema, mimi ni Mfilisti na nyinyi ni Sauli, chagua one person. Wapendwa, unaweza kuwa unapitia shida kama Daudi. Hiyo shida ilikuwa kwa watu wengi. Iwe ni ugonjwa, umekaa na ugonjwa sasa, ilikuwa so close, it's so personal today, and the problem may not go away from you. Unaamka kila asubuhi unaenda hospitali. Unaamka kila asubuhi mpaka watu wanapo
anapokuja kwako kuambia unaenda namna gani, unamwambia ugonjwa wangu. You call it your what? Your sickness. Yaani umekubali kama ugonjwa ni wa nani? Ni wako, kwa sababu the problem now is so personal. Brethren, it's a time to trust God. That God, you did create me as a sick person. But hii shida ambayo nimepata chanzo imeletea, naomba kwamba usimame pamoja na mimi ili kusudi niweze kupata ushindi. The more the problem came close and being personal, the more David stood close to God. Akaanza kumtegemea. Na neno hili likafika, David akaamua sasa mimi nitaenda kwa ndugu zangu niweze kuambia. He approached the brother, akamwambia, please, I want to go and fight this giant. Nataka kupigana na hili jambo. Nauliza sasa, when such a problem inapokuwa personal, ni nani anayekuwa karibu na wewe? Which is your secret weapon? Let God be your secret weapon. By prayer, unarudi mbinguni kwa nani? By Mungu, unaanza kuomba. So David approached the brothers. Akaenda pale, akawaambia kwamba ningetaka niende nipigane na huyu jamaa. Vijana ambao mko hapa, kama mko na wewe sio firstborn na kuna watoto ambao wako nini, najua wale ambao mko wakubwa na kuna wadogo wenzenu, wakati wadogo wazima wanakuja kusema kwamba mimi naona tufanye hili jambo, mnawapiga ngoto, mnaambia wewe ni mdogo sana ujiji chochote. Utajua kitu wewe, utatuambia nini? So David approached Eliab, anapofika pale anamwambia mimi nataka kwenda vita, anamwambia wewe, najua wewe ni mjeuri sana, wewe ni mtukutu, umekuja hapa kuangalia vita. So David never lost hope. He went to King Saul, akaenda akamwambia mimi nataka kwenda kupigana na huyo mtu. Naye pia Sauli akamwambia you are too young to fight. So it was not discouraged. Daudi hakufa moyo, akawaambia nataka kwenda kupigana. He insisted, and so God had prepared him to come and rescue the children of Israel. Amen. By persistence, we are able to overcome the challenges that we have. Lazima you persist in prayer, trusting God that He will make you overcome what you go through. Daudi hakufa moyo, akaenda pale kwake, akazungumza na Mungu, akampatia nafasi ya kwenda pale. Kwa sababu nataka kwenda kwa haraka ili kusudi niweze kufika pale. Siku ya tatu, mambo ya wataya akawa ni kwamba ni vizuri kama Mkristo wewe ambaye Mungu amekuita, you avoid strategies. Kuna njia ambazo tunatumia hasta tutuwezesha kupata ushindi. King Saul ambaye ni kiongozi wa Israeli anapigana na Wafilisti katika wakati huu. Ameita wanajeshi wake, wamesimama na Wafilisti wamesimama, wanangojea tu siku iseme kwamba tuanze vita. King Saul used the long strategy. Na siku ya tatu tukasema Mkristo yeyote ambaye mito na Mungu kuenda katika kufanya kazi, one thing that he needs to recognize, anasema kwamba vita ninazopigana sio zangu, the fight belongs to the Lord. Kwamba vita ni za nani? Ni za Mungu. Na Mungu unasema King Saul used the long strategy. Na ndio hizo ambazo tunatumia hata sasa kama Wakristo. Maana unapokuwa mgonjwa, umekuwa mgonjwa, ugonjwa umekuwa personal na iko katika nyumba yako. Many times instead of trusting God, most of us have trusted men. Na niruhusu niseme sasa. Joshua leads the children of Israel to conquer Jericho. Mungu akamwambia, it's not by might or power, but by the Spirit of who? Of the Lord that we can win. 7 times kwa siku wanazunguka mji wa Jericho, mara 7 siku ya 7 mji wa Jericho kafana na nani? Kaanguka. So wakati wana wa Israeli wanapopigana, they thought that by doing so it can, but those who did that believed in God, not their strength. So wakasimama kando, wakakaa kando na uniform, and they waited to win without consulting God. So what do I want to say? Every time you go through challenges, let your God be the first priority. Kitabu cha Mathayo 6 fungu lake la 33. Seek ye the kingdom of heaven first, and all its righteousness, and all others shall be given unto you. Kwamba utafuteni ufalme wa Mungu kwanza na utakatifu wake, na hayo mengine yatafanya namna gani? Yatapatilizwa kwako. Wakati mambo ya dunia hapana kile. Siku ya tatu kwamba vita sio zangu,
Siku ya 4 tukapata fundisho ambalo linasema kwamba invest in the good of others, kwamba uweze kuweka asina yako katika Mungu wa watu wengine. Daudi anatumwa na babake, chukua chakula hii na maji uwapelekee ndugu zangu. I want to demonstrate it practically. Zamani zetu sisi tulikuwa naenda kusaidia mama kusaga, kwa maana tulisaliwa vijana tu, sana alikuwa mdogo, so mimi nilifanya hiyo kazi sana kusaga. And I remember Adebe tulikuwa tunabeba vijana wawili. Ndio kuwaleta kwa haraka. Debe ni gorogoro 8, si ndio? Mama mjambo. Debe moja ni gorogoro ngapi? 10 hivi, si ndio? Sasa neno la Mungu nasema chakula Daudi aliyopepa ilikuwa kama 24 kgs. Maji, pepa na ile mkate. Na bali soko walipokuwa napigania was 15 miles, equivalent to 24 kilometers. How far is 24 kilometers from here? Me, the last time I was checking on the roads, niliambiwa kutoka town mpaka pale Ruai family hapo ni 30 kilometers. So if I can say today that 24 kilometers kutoka hapa kwetu hapa is like from here mpaka Caltex. Ukatumwa wewe kijana, hata kama ni mzee, ukaambiwa ubebe 24 kgs. I don't know how many of us will carry 24 kgs from here. To invest in the good of others. Baba yake akamtuma apeleke chakula kwa wenzake, kwanza akakubali. Ya pili akapepa kwa uzito, akaipepa ili kusudi ndugu zake waweze kwenda pale. How many of us will sacrifice for the sake of this church and the other activities? Nashukuru sana. Nimesikia mmeanza council ya VBS. And I want to remind you, VBS is here to stay annually. Hello? VBS itakuja next year ishe. Inakuja watoto wakisaliwa wakifanya namna gani? Wakienda tuwafundishe katika mbinguni barani kwa Yesu. And the budget itakuwa drawn. Na tutaletewa budget. Lakini wazazi wengi wanaposikia tuchange kwa ajili ya VBS, anaona hiyo ni watoto wa mshiriki mwingine hata kama akiwa na nani na mtoto. Wazazi wanapiga mdomo, yani elders, we have a budget of 50,000 for this. How many will give 5 kgs of mahindi? Wanaanza na 5 kg, wanaanza na kuja na 2, wanakuja na 1. Hata ile mzazi ambaye mtoto anakuja kukula sababu wiki nzima, kwa sababu akiwa nyumbani utamrudisha, uweze toa. Unaona unakuja kuuliza watoto wa watu. You don't have interest to invest on others. So David had interest for the brothers that he had. He took initiative. Anapoenda pale, he goes akaweza kufanya mambo. Nikaona mambo ambayo ni matatu. Kwamba Daudi, he cared about others. Yeye responsibility yake ni kwamba ndugu zake wanaopigana katika vita, wanapokula nyumbani pia wanapata chakula. Anapofika point number 2, David was ready giving up something. Daudi anapofika, anaona watu wanapigana vita, wanashindwa kupiga yule giant, yeye akasema atakitoa. Sauti yake kwenda nani tayari, mavuno yanakawia, nani atayavuna. Unajua hii kanisa ni janga. And one thing I love, napenda kanisa janga. Hata siku watu wataambiwa ni nini atafanya, people are willing to do. Nataka nimuombe sana, before you grow, hii katika mkoa chake na nini, mmoja mkoa mmefanya mambo makubwa, hata watoto mmewafundisha wamekuwa katika misingi ya nani? Ya Yesu. Siku mtakuwa wengi. Sasa mwakiwa pale
anaangalia mzee mwingine pale, anaangalia mzee pale, nani mzee atafanyia kazi? Kama anaangalia pande nyingine anasema mzee atasimama. Mzee Roga anaangalia anasema wacha tuangalie wase wengine wafanye kazi. Inakuwa mzigo. Yaani watu wanaangalia na wanasema kwamba wacha mzee Majuni afanye. Unasikia? Wacha Gerald afanye. Lakini kanisa ambayo iko ndogo, kanisa la maombi, iko united na iko tayari kufanya kazi ya nani? Yake Mungu. So even when watu wanaambiwa wafanye kitu, watu wataki kufanya kazi kwa sababu nobody want to invest on others. Kuna jambo, kwa nini mseo utakuwa I'm busy doing something. Mama niko kwa jama, sitapatikana siku hiyo. Unatafuta mtu ambaye atajitolea kufanya kazi ya Mungu, hayuko. David was ready to give up something. It didn't matter. Akasimama, akaona wanateseka, akasema nitajitoa ili nipigane na yule mtu. Ni mara ngapi umejitoa kwa ajili ya kuja kanisani? Deacons, muko na deaconesses. Ni wangapi wanajitoa kuja kupangusa viti? And I pray that God helps you, that this church can be finished, viti kaya hapa ndani, so that you can give yourself. Unatoka nyumbani peke yako, unasema leo hii maandalio ya kanisa, na kuja unapanga vitu, unapangusa, unahakikisha kwamba kanisa iko sawa, hata vyumba vya usafi, wewe bila kuangalia mtu mwingine. Kwamba kama yeye atakuja utakuja. Nimeanza kusema kwamba ni wengi wanaitwa, ni wachache wanafanya na gani? Wanachaguliwa. Amongst many who are called, you were chosen by God to do the duty that he wants you to do. Kwamba wewe umechaguliwa na kusudi lako ni kufanya kazi. Kwamba ungetaka kufanya jambo ambalo ni jipya kwa nini. So siku ya 5 tukasoma jambo ambalo linasema kwamba uweze kujua mwenyewe ni nani. Recognize the owner. Many of us do not recognize mwenyewe ni nani. Kuna siku ambayo nilikuwa nahubiri, nikasema ni vizuri kufanya mambo makubwa na kumshukuru Mungu, si ndio? Hata ukijenga nyumba yako iwe nzuri ya kifahari, aska na Elda tukam. Elda anapokuja anasema tuambie habari vile ulijenga hii nyumba. Tuambie habari. Si watoto wamegraduate, nimesikia wazazi wamekuja hapa wasema we give for graduation, si ndio? Hata mtoto apatiwe na mzazi aseme kwamba apatiwe nafasi aseme kwamba tupatie habari jinsi ulivyofanya. Mtoto yake akafanya namna gani? Akasoma. Utasikia kwamba huyu mtoto amesoma. Hii nyumba nimefanya namna gani? Hii nyumba kama sikufanya bidii, hii nyumba hata singejenga hivyo. Mnaona washiriki, hii nyumba nimechinyima mambo mengi. Lakini unakuja kurealize kwamba hata yule ambaye amechukua loan, amefanya kazi kubwa, sehemu ya Mungu katika nyumba hiyo kukamilika inakuwa duni. Wewe ndio unakuwa unajitanguliza mbele kwamba mimi nilifanya, nilisoma, sio masomo yangu, hii kazi ilikuwa nayo. Where is the position of God in your mambo yako yote? Mungu anakuwa sehemu gani? Wakili mwema ni yule anayekumbuka Mungu kwamba God is the owner. Psalms 124 verse 1. Kwamba dunia yote na mambo yaliyo ndani ni mali ya nani? Yake Mungu. So the Psalms 24 verse 1 and 2. Inasema kwamba the earth and all that is inside belongs to God. Wewe ni kiumbe uliyeumbwa kufanya hiyo kazi. Sasa neno la Mungu linasema hivi, we are not owners, we are stewards. Kwa mambo matatu. Jambo la kwanza, you need to remember the provider. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 8:18 ikasema kwamba remember the Lord your God is he who gives you ability to produce wealth that you have. Kwamba wakili mwema anakumbuka God being the provider. Najua unaona hii settlement hapa Kamuru simu anza kutoka Ruai. Hapa wanajua ni watu wanaitwa landlords. Hello. Unajua kama ungewapatia mnasema sisi ni landlords. Sisi ni matajiri. You own your own places. Ni wachache sana ambao wanakomboa hapa. Watu wa kuomba wako wapi? Nairobi. Hapa ni landlords. Nikasema wakili mwema
ni yule anayetambua Mungu kwamba Mungu ndio upeana mtu uwezo wa kutengeza mali, kununua shamba, kununua gari, kile ambacho uko nacho, you recognize. And Moses, having known this, anasema remember God because it's the one who gives you power to produce your wealth that you have. Daudi anapojua mambo hayo, akajua kwamba you need to recognize the owner. Number 2, akasema kwamba so if you recognize, you need to be faithful stewards in mambo yafuatayo. Nikatoa hadithi na ndirudie kwa haraka ili niweze kumaliza. Most of us are not faithful in giving. And why? Kwa sababu Mungu alipotupatia mwanzo, kuna hesabu ambayo ilitujenga. And I want to say where the rain ilianza kukunyesea. Most of us wametamani. Nashukuru sana wale ambao mgraduate. Na nataka kuomba sana that you pray and become faithful when God anapowabariki na kazi. Because hadithi inaandikwa kwamba nilitafuta kazi. Na kwa kweli kwa sababu ulikuwa naomba Mungu akakupatia kazi. But what did you do with the work that God gives you? How faithful are you? Baraka, hadithi imetolewa kwamba kijana mmoja akawa ametafuta kazi. Ametamaki. Nafikiri nikisema tamaki, watu ambao wanasanielewa ni watu wakubwa kidogo. Tamaki ni kwamba unatafuta kazi, unaenda mpaka kiasi unafanya namna gani? Inaweza solve. Unasikia? Lami ya barabara inafanya namna gani? Inamaliza kiasi. Unafika kwa ofisi unaambiwa unafikiri kuna job, anaambia no job, no vacancy. Unasema hata niwaachie my CV, labda siku moja watafanya namna gani? Taangalia tu waliite, hawakuiti. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, wa tatu, unakaa chini unasema kama kazi tulitafuta, sisi tumefanya namna gani? Tumetafuta. And I know you might be one of that person who is seated here today, but you don't lose hope. Lakini ukijana akapata kazi na immediately he met the owner, akapata tajiri mkubwa, anapotembea kwa muda mwingi akiweza kupoteza matumaini. And he met a rich man and he told him that I want to make you my partner. Watu ambao wamesoma economics, you understand what I'm talking about. Somebody who is a sole proprietor and he wants to make you a partner, anataka kusema kwamba mimi na wewe katika biashara hii tuko sawa, si ndio? Na kupatia shares ili kusudi waweze kuangalia. And he went, he gave this person job description. Akamwambia wewe utakuwa tajiri wa hii kampuni, and before I tell you what I am, nikuelezea. Mimi ni tajiri wa matajiri. I own farms of wheat. Wangapi wameenda Mwea? Wakaangalia ile mtele vile imepandwa pale. Shamba iko flat. Akamwelezea mimi I'm the owner of this. I have factories, I have warehouses, and I have sales people who do that. I want to employ you uweze kuwa kiongozi wa hii kazi. Najua wengi watu ambao wameapply kazi mko hapa, swali ambayo nao kuja ukitafuta kazi, una approach, kuna kaswali kanalinga kwa akili yako, watakapo nikubali, kale kaswali kanasema how much do you want? Have you ever been asked that question? Hello? Ukitauliza hiyo swali, hiyo swali ni ngumu. That's a different. Hiyo swali ni ngumu hapa, ukiulizwa unataka pesa ngapi? It depends where you started from. Kama you earning 10,000, all of a sudden umepata job description imeandikwa, una weigh your words. Unasema kwamba 10,000 utasema ngapi? Definitely you need to pay less. Kuna mtu anasema kidogo, unaenda juu kidogo, you up your game, unasema hapa tu, lakini unakuwa mwerefu, unasema ni naweza sema pesa fulani kazi nifanye namna gani? Because so unakuwa mwangalifu. So yule tajiri akamngojea kijana aweze kumuuliza kwamba ni pesa ngapi, akampatia description who he was. He told me he heard everything and he gave him the news of the day. Akamwambia nimekupatia kazi, wewe utapata 90%, mimi nitapata 10%. Just imagine. Mtu anakuambia yeye ni billionaire, even just a billion, and you are getting 90%. Unaona hiyo salary scale? Unatoka pale hata nasikia pesa ni sabuni ya roho. Inapokuja katika maisha ya mtu, maisha inafanya namna gani? Inabadilika mara moja. Magari unayo, kila kitu unayo, and this boy was overwhelmed, akasikia vizuri, and he walked home with good news, akisema kwamba Mungu ni mwema. Si Mungu ni mwema? Siku zote jamani, simseme jamani kama sasa akarudi nyumbani. Anaporudi nyumbani sasa akapatiwa kazi. I want to explain the point here. Nisame kidogo.
Huyo kijana akapata kazi, akapata gari, akapata nyumba, akapata wafanyikazi, na kila kitu ilikuwa juu ya tajiri. Sijui kama kuna wenzetu hapa. Mimi baada kazi nimepatiwa stage patiwa gari ya kuendesha. Hata mimi nikipatiwa gari nasikia asubuhi na kuja driver anakuja bana anapiga dede. Ananiweka kwa gari ananipeleka kazini nafika. Ningeshukuru sana kwa sababu mimi sitaki kujua. Mimi naingia kwa gari nyuma nafanya namna gani? Nalala because sitachelewa kazini. Yule driver ndiye amefanya namna gani? Amenichelewesha sio mimi. Lakini siku hizi kwa ukienda na gari ukichelewa ndio umefanya namna gani? Lakini alikuwa na kila kitu. Mwaka wa kwanza Musala 90% anapelekea mwenyewe 10%. Mwezi wa pili 90%, 10%. Mwaka mmoja ukaisha. Mwaka ulipoisha akaangalia akasema tajiri hajakuja jamani. Mimi ndio nasimamia ujenzi, nalima, wafanyikazi wote nasimamia. Akajiuliza huyo tajiri yuko wapi? Why do I give him 10% and he's never come katika shamba? Akaanza kukata 10%. Alipokuwa anakula 90, akakula 95, akampatia ngapi? 5%. Mwaka wa pili akasema sitamwona tajiri. Have not seen this rich man. Akakata mwizoe, akumpatia chochote. What do you want to say? Most of us, tulipoomba kazi tukapatiwa, we started on the wrong strategy. Tukachukua ile pesa yote, hatukuumbua kwamba mwenye kukupatia pesa ni nani? Ni Mungu. Ukachukua pesa yote ukaenda, and you are not able even to tithe the 10%. And as time went, ukaona your responsibility. Mungu akakubariki na watoto. Hata kanisani sasa unapouliza mtu kwa nini utoe saka na sadaka, tithe, anakuambia Mungu anajua niko na watoto, siwezi lipa. Kwani watoto nani amekupatia? Si ni Mungu? Kwani alipokupatia watoto akujua kwamba utapata watoto? Alijua. So David anapoangalia mambo hili kwamba you have to know the honor. You need to remember mambo hayo ili kusudi unapokuwa uweze kumtumikia Mungu. Kwamba you need to be faithful in what things, in returning tithe and offering. Wewe tuzungumzie tithe ya kwanza. We are not faithful in giving tithe. Kitabu nafikiri ni Hagai inasema kwamba tunapanda lakini hatuvuni. Tunakula hatushibi. Tunafaa hatupati joto katika miili zetu, kwa maana tuli invest in the long ways. Kwa hivyo nazungumzia sio mtu ambaye ameajiriwa peke yake, na nazungumzia yeyote ambaye Mungu amekupatia uwezo wa kutengeza hata kama shilingi 10. Unapotoka jioni, God has given you 10 bob. How much are you supposed to bring back? 1 shillings. Kwa hivyo the grab goes like that. Mungu akikubariki hata bilioni 1 today ikaingia, bring 100,000 to God. And God now takes care of what you are. The second part of it inasema kwamba David knew how to serve and bless others. Yeye alipojua Mungu ni nani, alijua kwamba wewe anataka kutumikia wengine. Akaenda na chakula kwa ajili ya ndugu zake. Akabeba chakula for 24 kilometers for the sake of these brothers ambao wako pale. Ni wangapi ambao tuko Nairobi? The last time you went home even to see your parent ambaye alikulea hata mwaka mzima, hata simu utaipiga, unasema hakuna credit, lakini kwa internet uko nao unachat. But the parent will make you what you are. You will never even call and even put them a uniform, hata nguo ambayo amelikisha. Msasi. Watu wasema ambao mko hapa, nauli ya kwenda kukusumusia msasi wako haipo. Lakini mambo ya dunia a priority of that. I want to tell you today that as God is being a priority, so is your parent a second priority in your life. Neno Mungu anasema hivi kwamba children obey your parents, for it's the first commandment to what? With a promise. Kwamba watoto ninapozungumzia, sizungumzie watoto hawa, na maanisha wewe uliye na mzazi, you are a child. Respect your parents, not only kwa maneno, bali kwa matendo yale ambayo Mungu amekubariki. You need to be a blessing unto them. But the priority becomes to God himself.
Because remember, the God who gives you power to make the world that you have. Tunasahau. Unasema kwamba unajua sio kama masomo yangu, hii kazi singepata. Umesahau kwamba wengi waliitwa ukafanya namna gani? Ukachaguliwa peke yako. Na ulipochaguliwa, ukuchaguliwa kwamba uweze kuwa yani I call it a corrupt person to be a faithful person in the final of God. Sasa siku iliyofuata ni kwamba ni nini watu wanasema juu yako? Watu wanasema nini juu yako? Watu wanasema nini juu yako? Daudi anapofika kwa ndugu zake, Elia ndugu yake mkubwa alimdunisha. Saul akamdunisha. Goliath akamdunisha. Wakasahau amepakwa mafuta na nani? Na Mungu. So I want to take you through a process of being a Christian here. That one time ulikuwa katika Isa. Mungu akaitana mwito. Maybe through a crusade ama a church function like this. And God chose you amongst many. He made you what you are today. Ndio sababu uko kanisani. It's not by coincidence that you are here. It's by the choice of God himself, by his calling. Utakuja hapo kwa makosa. Mungu amekuita na kusudi lake ni kwamba uweze kutangaza fadhili zake. Kitabu cha 1 Peter 2:9 inasema kwamba alikuita kusudi utangaza fadhili zake aliyekuita kutoka kwa giza. Sasa wapendwa, unaweza kuja kanisani hapa na nguo moja. Na akina mama wanapochagua viongozi wa mama, wanakuangalia wanasema yule mama ana nguo moja, sijui kama tumeichagua atasimama ataenda namna gani, si asoni one cloth. Watakudunisha kwamba you are nothing. But let me tell you, the way they see you is not the way God sees. Amen. Sisi watakapokuona kwamba una nyumba, it's not the way God sees you. Mungu anakuona tofauti. Wamama usitari wanakuona namna gani? Hawatari kwamba unakuja na sanda hii inaitwa ile kitu inayojanisha kwamba ni moyo ambao umekubali kumfanyia Mungu kazi. Kwa hivyo watakapokaa chini wasema utafaa, waambie Mungu ananifaa. Mungu amenichagua mbele, sio nyinyi mmechagua. Wasee tunapokaa katika kikundi cha wasee, tunapochagua nani atakuwa chairman, tunaangalia kwamba ili jazi litakapoanguka nani ataliokoa. Tunaangalia uwezo wa mfuko. Tunasema huyo mzee mwache kwanza. Hata kuongea juu, hata lesson na juu kufundisha. Wacha tuchague mzee mwingine kwa sababu ana uwezo. He has influence in financial status. Let's choose. That's not the way God chooses. Mungu hachagui hivi. Kwa hivyo Daudi anapokaa, akaangalia kama kijana mdogo, wakamdharau. Saul akamdharau na Goliath despised him. But the word of the Lord says, don't care what people say about you. Say what God sees you. Mungu anakuona kwamba ni mtu wa thamani kubwa mbele zake. Maana alikukomboa na damu. The price of God's redemption from him matters a lot in this. Kwa hiyo unajua bei ya Mungu kukomboa wewe. Wacha nikwambie. Mungu atakuja kutukomboa sisi sote. Anasema nilikuja kutafuta kondoo iliyopotea. Kondoo moja. Anatoa katika mfano, ni nani mama yule ambaye katika nyumba yake ilipotea shilingi moja, hakuacha kila kitu, akaenda kutafuta hiyo nini? Moja, the lost sheep. So you are so precious before the eyes of the Lord. Don't think of what people say to you. Kwa hivyo mambo matatu yakaitokea pale kwamba unapoangalia jambo hili uweze kuchukua mambo haya. Mambo mawili. Akasema hivi, don't compare yourself na watu wengine. Don't compare. Only think about what God has done to you. Wapendwa, tunapoangalia tukaangalia mambo haya, unapokumbuka kila Mungu ambaye amekupatia na umekuja kanisani, unakuja kusherehekea Sabato kwa sababu is a memorial of creation of God. Unakumbuka jinsi Mungu alivyoumba akakupatia Sabato kaja. Ya pili, unakumbuka jinsi Mungu amekukomboa wewe. Amenikomboa through Jesus Christ and has given me a chance to come to this place. So I want to finish by now reading the book of chapter 6 of Isaiah. Kitabu ni Isaiah
chapter 6 verse 8. Mungu ametuita, kitabu ni Isaya chapter 6 verse 8. Tasoma kisha nileta mambo mawili. Kisha nikasikia sauti ya Bwana ikisema, nitume nani? Naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ndipo nilisema, mimi hapa nitume. Huyu ni mtumishi wa Mungu Isaya, ambaye anaandika kitabu hicho. Tunaposoma from verse 1, immediately the king Uzziah died, he saw the Lord. Sitaki kwenda katika habari hiyo, lakini nataka kwenda pale chini ili niweze kuleta wito wa mwisho, kwamba Mungu ana kusudi fulani katika maisha yangu na yako, na anajua kwamba jinsi alipomtuma Daudi kwenda kuokoa wana wa Israeli katika minyororo ya Wafilisti, anataka mtu mmoja leo hii ambaye atakapoita wito atasema kwamba nipo Bwana, nifanye namna gani? Nitume. Sauti ni yake nani? Kwenda nani nini? Tayari. And God is asking, whom shall we send? Who shall go for us? And Isaiah said, here I am, do what? Send me, Lord. Naomba mnipatie dakika moja mniangalie nyote. Najua naona mko na divided minds. Kindly, kama umelala nataka unisikize, kwamba sisi sote tumeitwa, tumechaguliwa, tumefika kanisani. Sasa sauti ambayo Mungu anaita sasa, kama kanisa la Eastfield, anauliza ni nani nitakayemtuma kwa ajili yetu, kwa ajili ya kazi ambayo iko Eastfield. Ni wangapi ambao wamechaguliwa kuwa watendakazi kanisa hili? Kama umechaguliwa inua mkono. Nashukuru sana. Unajua sote tu ni kuwa tunafanya kazi kwa sababu hizo idara ni kidogo, lakini naamini kwamba ulipochaguliwa kuna jambo ambalo uliitikia ukasema kwamba God, I'm ready to go to be sent. Sasa nataka kuongea kwamba sisi sote ni watenda kazi, na katika idara tofauti kuna watu ambao kazi iko karibu. Number 107, chorus itakuja mbele, chorus come. We want to read that song as we finish. Chorus, kama uko njoo mbele. Kama uwezi kwenda, kuna watu karibuni wasiomjua Mungu, chukua kitasa. Naanza read hiyo sehemu inasema kwamba ama usifu number 1, alafu tena nitakwambia how to go. Sasa number 1 ili tuweze kumalizia 107. Sasa number 1. Sauti ni yake Bwana, sing. Sauti ni yake Bwana, kwenda ni tayari, mavuno yanakawia, nani atayavuna? Kwa funo
Jesus. Jesus is calling, whom shall I send? Najua muda mwingi sana sauti hii inapokuja kama kanisa nzima kwamba tuna evangelism crusade, tuna mambo mengi ya kufanya, unasema kwamba sitapata wakati, sitakuwa hapo, siwezi. Lakini na Mungu anasema kwamba zawadi atatoa yule ambaye atakayefanya namna gani? Atakayetokeza kwa ajili ya kufanya kazi. Hata kama wakati mwingine hii safari huwezi, you are not able to come, as a good steward unaweza jitoa kupitia kwa sadaka na sadaka. Kwa matoleo yako utaweza kutoa. Sisi malaika wanafanya kazi on a silent mission. The guardian angels, when we labor in this vineyard, wanakuja wanasimama in the edges and they make sure kwamba it's protected. Sasa ya tatu ambayo inataka kufanya wito, ingawa uwezi kuwa mkesha mlangoni ukiwatolea watu nafasi ya usima kwa sala na sadaka, as a good stewardship in terms of prayer, praying for the church, kujima kwa kanisa, unafanya kama Aaron mwaminifu kuinua mikono. And I want to tell you this, you might not understand what Aaron was doing. When the children of Israel walikuwa wanaenda vita, Musa anaomba Mungu, anaambia Mungu kwamba adui ni wengi wanatusumbua. Moses was praying from morning to evening. At some point, mkono wa Musa ulikuwa unachoka. Aroni anakuja kando pale, anasikia mikono ya nani? Ya Musa. Anajua kwamba if there is no connection between heaven and earth, where the children of Israel work, they were supposed to be defeated. Unaweza kuwa kama Aaron mwaminifu. Kazi yako ni kusupport the work of God, that this church can stand as a living testimony to the end of it to come. Kwa hivyo anapotumsa pale, anatuomba kwamba hakuna hata mmoja wetu ambaye hawezi. Sasa ya nne, kosa unapoimba, nataka kuona ni watu ambao wamejitolea tuweze kusimama sote katika wimbo. Sasa yataja mwisho. Roho za watu zikifa, Bwana akikuita, usiseme kwa uvivu, hakuna kazi kwangu. Kwa furaha anza kazi ile aliyokupa, ukajibu mara moja, ndipo Bwana nitume. Ni wangapi pamoja nami wametambua kwamba kuna kazi ambayo tunataka kufanya? Ikiwa kwamba you recognize that there is a duty that we need to do, na ungetaka kuifanya, naomba usimame kwa miguu yako. Maana sauti ni ya Mungu inayoita, sio yangu. Na anayeita anataka kukuwezesha, kwa maana alikuchagua ili kusudi kazi iweze kufanya. Sio lazima uwe mshiriki, utafanya hata nje. Wote kama unasikia sauti, it doesn't matter you are a church of this member, where you are. Nilisema kazi ipo. Kazi ipo pale unafanya kazi, kazi ipo pale unauza sokoni, kazi ipo pale popote Mungu amekupatia responsibility to meet with people. Kazi kubwa ni kutangaza fadhili zake, giving people hope in a hopeless situation. Yaani watu ambao wamepoteza tumaini, kazi yako ni kuwapatia tumaini kwamba Mungu yupo na anakuja kutuokoa. Tuombe. Tunakushukuru Baba, tunalitukuza jina lako, kwa maana uwepo wetu katika maisha haya, hata katika mtandao huu, katika kanisa hili, is not by chance, God in heaven. It's by your choice, through the call that you did to make us stewards to serve in this vineyard, Lord. And for that reason, Lord, today we recognize that we will not be able to deliver the mandate and the duties, Lord, you've given us, because we applied long methods. We didn't trust your ways. And Lord, for that reason, things didn't work the way we expected. Lakini Baba, kwa sababu tumegundua, tumerudi miguuni pako Baba, tukisema kwamba sauti hii unapoita mara ya pili, umetuambia tusifanye mioyo yetu migumu. Na Baba, tumesikia sauti hii, tunaomba kwamba utuishe tena upya ndani ya mioyo yetu, kila mmoja wetu, kwamba utakapoita tuweze kuondoka na kuwafikia. Kuna kazi nyingi
hata kama tutaweza kuenenda. Kuna wenzetu Baba tulio nao katika mchini, katika sehemu tunayofanya kazi. Mungu tubariki, utupe usemi, utuongoze Baba, tuweze kuwasimamia mambo matamu, mambo ya tumaini, ili wasikujua. Naomba kanisa hili Baba uipatie uisho mwema. Ikiwa ni kanisa changa ambalo Baba linakutegemea, uwapatie umoja. Ikiwa ni kanisa ndogo Baba ambalo linakuwa, uwapatie moyo wa kuomba na kujitoa kwa ajili ya wengine, ili Baba watakapojitoa iwe ni taa kubwa iliyoangazwa katika safari zako. Somea ndani zetu. Tubariki, ni katika Kristo tunaomba na kuamini. Amen.